inasema unapobadilika moyo kumtegemea Mungu lazima ubadilike na fikra. Lakini changamoto ni kwamba pia kuokoka ina uso wa pili, ina tafsiri ya pili au ina upande wa pili. Pia kuokoka ni kuanzisha vita upya. Kwa nini nasema ni kuanzisha vita upya? Kwa sababu kumbuka, unatoka chama kimoja unaenda chama kingine, lazima kile chama ulichotoka, kwa mfano unakuta asili zetu wengi tumelelewa kwenye miungu. Mfano, tulipokuwa tangia tukiwa wadogo tulikuwa tukila na miungu, tukichinja mbuzi na miungu, tulikuwa tunaabudu miungu. Yani ina maana nafsi zetu zote zimemilikiwa na nguvu za miungu. Sasa unapokuja kuokoka, automatically unaokolewa roho, lakini ile nafsi bado wana uhalali kwa sababu waliweka agano. Na kila siku najaribu kusema kwamba hakuna kitu Mungu anaheshimu kama agano. Agano ni kitu ambacho usipoenda kwa protocol nzuri uweze ukalivunja, kwa sababu maagano mengi yanakuaga na uhalali. Kwa hiyo unapookoka lazima uanze michakato mingine ya kutoa nafsi kwenye miliki ya nguvu za giza, kuirudisha kwa Bwana wa majeshi. Mfano, ukishaokoka, baada ya kuokoka, ya kuzaliwa mara ya pili. Na nikumbushe kwamba kuna watu wengi unaona ameokoka kabisa, lakini kimatendo unaona bado ana tabia za mwanzo. Unasema huyu kwa nini ameokoka afu ni mbea? Huyu kwa nini ameokoka alafu ni mzinzi? Huyu kwa nini ameokoka alafu ni mlevi? Kwa nini tabia zake ni kama za watu wa kawaida au kama zile za mwanzo? Ni kweli unaweza ukaokoka ukazaliwa upya, lakini unatakiwa ufanye mchakato wa kutoa nafsi kwenye miliki ya nguvu za giza za awali ili irudi kwa Bwana wa majeshi.